Katika hali isiyo ya kawaida, jina la Kapteni Ibrahim Traore, kiongozi kijana wa Burkina Faso aliyejitambulisha kama mpigania haki wa Afrika, limeingia katika vichwa vya habari vya dunia, sio tu kwa ajili ya mapinduzi aliyoyafanya, lakini pia kwa kile kilichotajwa kuwa ni shinikizo kutoka kwa Marekani la kutaka akamatwe. Tuhuma hizo zimetolewa na mtu ambaye si wa kawaida, ambaye yeye ni jenerali wa nyota 4 wa Marekani, Michael Langley, ambaye ni kamanda wa kikosi cha Marekani cha Afrika kinachoitwa United States Africa Command, yani AFRICOM. Katika kikao rasmi cha baraza la Senate la Marekani wiki hii, Langley aliitwa kutoa tathmini kuhusu hali ya usalama barani Afrika, na katika maelezo yake alimtaja wazi kuwa Kapteni Traore, akisema kwamba anatumia dhahabu ya taifa lake kujilinda binafsi badala ya kuwalinda wananchi, na akaongeza kuwa kuna haja ya kumchukulia hatua za kimataifa. Kauli hiyo imetafsiriwa na wengi kuwa ni wito wa wazi wa kumkamata kiongozi huyo. Lakini je, kweli Traore ni tishio kwa usalama wa dunia au ni kiongozi asiyejiweka chini ya amri ya mataifa ya magharibi? Jenerali Michael Langley aliteuliwa mwezi Juni mwaka 2022 kushika wadhifa wa kamanda wa AFRICOM, uteuzi uliothibitishwa na baraza la Senate mnamo Agosti 6 mwaka 2022. Kwa uteuzi huo, Langley aliingia kwenye historia kama Marekani mweusi wa kwanza kufikia hadhi ya jenerali wa nyota 4 katika jeshi la wanamaji la Marekani tangu kuanzishwa kwake miaka 246 iliyopita. Cheo cha jenerali wa nyota 4 ni miongoni mwa vyeo vya juu kabisa katika safu ya kijeshi nchini Marekani, na kinampa mamlaka ya kutoa maamuzi ya kimkakati kuhusu operesheni za kijeshi duniani, hasa katika bara la Afrika ambako AFRICOM inaendesha shughuli za kijeshi na za kijasusi katika zaidi ya nchi 50. Licha ya hadhi hiyo, Langley sasa anakabiliwa na maswali ya kiitikadi, hasa miongoni mwa Waafrika wanaomwona kama msaliti wa asili yake anayesimamia maslahi ya kibeberu dhidi ya mustakabali wa bara lake la asili. Alivyotamka Traore azuiliwe kupitia mitandao ya kijamii, wengi wa Waafrika wamemjia juu sana, na wengine waliandika, Langley, umesahau asili yako, tuachie Afrika yetu. Licha ya kuwa mweusi kwa asili, Langley anachukuliwa na wengi kama sehemu ya mfumo wa kisasa wa ubeberu unaolenga kudumisha ushawishi wa magharibi barani Afrika. Wachambuzi wa kisiasa kama vile Dr. Sekou Toure kutoka chuo kikuu cha Dakar, aliyehojiwa na gazeti la Quotidien, anasema kwamba Langley kwa nafasi yake ni sehemu ya mfumo wa kijeshi wa Marekani unaolinda maslahi ya kibeberu katika Afrika, huku akizingatia maslahi ya Marekani badala ya maslahi ya wananchi kutoka Afrika. Hii ni hoja ambayo imekuwa ikijitokeza mara kwa mara kuhusu jinsi Marekani inavyotumia viongozi wa Kiafrika ili kulinda mifumo ya kiuchumi na kijeshi ya magharibi. Kapteni Ibrahim Traore alichukua madaraka mwaka 2022 kama tunavyofahamu kwa mapinduzi ya kijeshi, akiahidi kusafisha mfumo wa kifisadi, kuleta usalama na kurejesha rasilimali za kitaifa mikononi mwa wananchi wa Burkina Faso. Moja ya hatua kubwa aliyoichukua ilikuwa ni kufukuza vikosi vya Ufaransa na kusitisha ushirikiano wa kijeshi na mataifa ya magharibi, hatua zilizoshangaza na kuwakera viongozi wa kimataifa ikiwemo Marekani. Langley katika Senate alieleza wasiwasi wake kwamba Traore anatumia mapato ya dhahabu kufadhili mamluki wa kigeni na kulinda utawala wake binafsi. Hii ni hatari kubwa kwa utulivu wa kikanda na inaleta mashaka kuhusu uhusiano wa kimataifa na makundi yanayopinga Marekani. Hayo aliyasema Langley. Kauli hiyo ilionekana kuashiria kuwa Marekani haioni tena uongozi wa Traore kama halali au salama kwa maslahi yake na barani Afrika, na hivyo inatafuta njia ya kumwondoa au kumzuia kuendeleza ajenda yake ya kujitegemea. Wachambuzi wengi wa masuala ya kisiasa na usalama wameibua hoja kwamba hatua ya Langley si kuhusu usalama wa kweli, bali ni hofu ya Marekani na mataifa ya magharibi juu ya kuibua kwa viongozi huru barani Afrika. Dr. Sekou Toure, mchambuzi wa siasa kutoka chuo kikuu cha Dakar, aliyehojiwa na gazeti hilo nililolitaja hapo mwanzo la Senegal, anasema hili
si suala la usalama, ni suala la udhibiti. Langley anajua fika kuwa dhahabu ya Burkina Faso imekuwa silaha ya kiuchumi kwa Traore. Marekani inahofia mfano huu kuenea katika mataifa mengine ya Afrika. Kauli hiyo inaungwa mkono na Dr. Aminata Diallo, mtaalamu wa siasa za ukanda wa Saheli kutoka Chuo Kikuu cha Abidjan, aliliambia RFA kwamba Marekani mweusi anayeongoza juhudi za kuzuia Afrika huru, hilo ndilo tatizo kubwa. Hii ni sura mpya ya ukoloni wa kijeshi kupitia Waafrika waliopandikizwa kwenye mifumo ya kibeberu. Swali tunalobakiwa nalo mimi na wewe ni je, Captain Ibrahim Traore atakamatwa? Subscribe Melo Online TV ili uwe wa kwanza kupata habari na matukio. Usahau kulike, kushare na kucomment. Kuwa familia yetu, tukuhabarishe, tukujuze na kukuelimisha.